Hatujambo. Habari ya sikukuu. Sikukuu ya furaha, ya furahisha. Sijui na nini, naona siku zimeyoyoma kama ninavyoona mimi. Kweli kabisa. Zimefika 7 au tumehesabu vibaya. Kama jana tumekuja hapa. Yenyewe inaisha kwa haraka. Kimbia kweli kweli. Tunashukuru Mungu kwamba pamoja na kukimbia kwa siku, lakini naye Mungu ametukimbiza kwa mafundisho. Kwa hiyo vinakwenda sambamba. Nasema bampa tu bampa. Zinakwenda, mafundisho yamekwenda kwenye mioyo yetu. Si kweli? Na ninayo furaha ya pekee tena kuwakaribisha katika somo la wakati huu ambalo tutakwenda kutazama mambo kadha wa kadha yakiendelea kututia shime katika imani yetu, katika yale ambayo yametuleta hapa. Tuliona kwamba tulikuja hapa kwa makusudi maalum kabisa, makusudi ya kujifunza maagizo ya Mungu tukiwa ndani ya sikukuu inayoashiria hatima ya maisha ya mwanadamu juu ya uso wa nchi, kwa maana ya uzima wa milele ndani ya ufalme wa Mungu. Basi leo tutakuwa na mada ambayo nimeipa jina lenye swali ndani yake. Somo letu linasema kwenye udongo upi? Kwenye udongo upi? Ndilo swali ama jina la mada yetu ya leo tunayokwenda kujifunza. Kwa nini kwenye udongo upi? Tutaelewa ndani ya somo kwa kadri tunavyoendelea. Tutasoma kitabu cha Mathayo ili tupate ufunguzi wa kile tunakwenda kukizungumza na ufafanuzi wake, na tukumbuke kama ilivyo ada yetu ya kujifunza maandiko, ingawa tunasoma mambo yaliyopita mengi kwamba yalitukia, Mungu akiongea na fulani, Mungu akiongea na fulani, lakini hatusahau maagizo yalivyotuambia yaliandikwa kwa ajili ya vizazi na vizazi. Kwa hiyo leo sisi katika kizazi chetu hiki, yale Mungu alisema na hawa waliopita ndio anasema na sisi. Sasa hapa tunakwenda kujifunza au tunakwenda kutazama mfano wa mpanzi katika kitabu cha Mathayo. Hebu tuende pale tafadhali. Mathayo sura ya 13. Alafu tutasoma mstari wa kwanza. Ni kisa tunakifahamu, lakini ningeomba tukisome tena kwa umakini, tukitafakari, na tutakwenda kuchambua kila kipengele ndani ya kisa hiki na kukioanisha na jinsi gani kinahusiana na sisi leo ama na maisha yetu leo ama na kile ambacho tunajifunza hapa. Tutasoma kisa chenyewe kwanza katika mstari wa kwanza mpaka wa 8, alafu tutaanza kuchambua, na mwisho wa somo tutaelewa ni kwa nini mada yetu inasema kwenye udongo upi. Naomba tusome hapo mstari wa kwanza mpaka wa 8. Maandiko yanasema, siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda,
Mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 60, 30. Mfano huu wa mpanzi Kristo aliutoa akiwa na kutaniko la watu wengi sana, kama tulivyoona wamemzunguka, na akawa anafundisha. Alitoa mifano mingi, lakini baadaye sasa, baada ya kuwa ametoa mfano huu, amekaa mahala na wanafunzi wake, ukweli ni kwamba hakuna mtu aliyekuwa amemuelewa anamaanisha nini. Sio makutano wale, sio wale wanafunzi wake 12 aliokuwa nao. Kwa hiyo baadaye sasa hao wanafunzi wanakuja wanamuuliza Yesu, ukiendelea kusoma hapo chini utaona, kwa nini unazungumza kwa mifano na watu unaofundisha, unaongea nao kwa mifano? Akawaeleza mambo mengi tu hapo. Kwanza akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa mbinguni, yao wakujaliwa, na kadhalika na kadhalika. Lakini sasa nataka tuanze kuuchambua huu mfano mmoja baada ya kingine pale, kwamba hapa tuna mpanzi, alafu tuna mbegu, na tuna eneo husika ambalo mbegu zile zimepandwa. Tutaona katika maelezo ya Kristo neno la Mungu linavyohubiriwa hivi, ni mbegu inapandwa. Inapandwa eneo gani? Moyo wa kila mmoja ndilo eneo ambapo hizo mbegu zinafaa ama zinapaswa kuwa zimepandwa. Na tutaangalia moyo ambao ni mfano wa eneo la karibu la njia, kando kando ya shamba, hapo pembeni ya njia, ni moyo wa aina gani? Moyo ambao unafanana na mwamba fulani wenye udongo kidogo, kina sio kirefu, ni moyo wa aina gani? Tutaangalia vile vile unaofanana na eneo lenye miba, huo pia tutaona ni moyo wa aina gani. Na huu udongo mzuri ni moyo wa aina gani? Yote ni mioyo hii ambayo neno linapandwa, lakini hapa kuna tofauti ya matabaka hayo ya hayo maeneo, kama tunavyoona kwamba kuna kwenye miba, kuna njiani, kuna kwenye miamba na kwenye udongo mzuri. Katika Mathayo hiyo tuliyosoma sura ya 13, tunaanza na kuchambua eneo la kwanza. Na tunapoanza kuchambua sasa, kila mmoja wetu anaanza kufanya kipimo katika moyo wake mwenyewe. Mimi nautazama moyo wangu, wewe utazame moyo wako, maana ni wewe peke yako kwa kujipima kwa maandiko utatambua ni aina gani ya tabaka la udongo ambalo wewe moyo wako umekaa katika mazingira kama hayo, itakayowezesha mbegu kutoa matokeo, aidha ni mazuri au ni mabaya. Matokeo mema yatatokana na moyo ambao umekaa katika tabaka lilo jema. Tunayo nafasi ya kuangalia kila mmoja kwa makini na kujichunguza, tukikumbuka ni Kristo anaongea na kila mmoja wetu binafsi, na hivyo tunaanza kutazama mbegu zilizoanguka kwenye njia na tafsiri yake ni nini. Mstari wa
18. Tuangalie katika Mathayo hiyo 13 na mstari wa 19. Mstari wa 18 na 19. Maandiko yanasema, basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Kuna uwezekano mkubwa kwamba wakati mafundisho yanatolewa hivi, tunaposikia kila siku tumejifunza hapa, na hata tunapokuwa kwenye ibada zetu majumbani, wapi, eneo lolote ambapo neno la Mungu kama hivi tumekusanyika linahubiriwa, unalipokea kwa njia gani? Baada tu ya kuwa mahubiri ama mafundisho yamekwisha, kile kitendo cha kusema tumemaliza ibada kwa sasa, tunaweza tukapata mapumziko, Kristo anatuambia upo uwezekano mkubwa wa kwamba ikawa tu wakati tunaondoka na wewe lile neno halimo moyoni. Naomba turudie hapo na usikilize kwa makini maelezo ya Yesu. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asilielewe, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Kama moyo wako hujautayarisha kupokea neno, Shetani hafanyi mchezo. Ataliondoa kwa namna nyingi ambazo wakati mwingine wewe unaweza usielewe. Naweza kukuiondoa kwa vitu vidogo ambavyo ukuwahi kufikiria akilini. Mahubiri yanaendelea hapa, pengine sijui ni somo limekuwa refu kidogo, tumbo linakudaidai, ni kama chai ilikwisha kuisha, unawaza na atamaliza saa ngapi, twende kwenye lunch pale, na ninaona ni kama wahudumu wameshaandaa vitu. Kwa hiyo kitendo cha wewe kupiga hatua hapo kwenye ngazi hiyo, mwovu ameshaliondoa lile neno. Halipo. Sio kwamba ukusikia, umesikia. Nakumbuka unasikia kinachozungumzwa ni kitu kimoja. Nitolee mfano wa elimu ya darasani, nadhani kila mtu ameipata hapa kwa kiwango alichokipata. Hata kama hujaipata unafahamu utaratibu. Mwalimu anasimama hapa anafundisha watoto, 1 jumlisha 1 ni 2, ngapi, fanya hivi, alafu anatoa mtihani. Kuna watoto 100 darasani. Katika mtihani anampata namba 1, kama hajapata 100 kwa 100 amepata maksi za juu 90 ngapi. Lakini miongoni mwa wanafunzi hao mmoja amepata 0 kabisa. Yaani hata ile alama 1 hana. Sasa ni kwa sababu mwalimu alimfundisha tofauti na wengine. Somo ni moja, wakati ni mmoja, mazingira ni yale yale, lakini kila mtu kwa sababu sasa ya uelewa wake na jinsi gani anafanyia kazi kile mwalimu anafanya, ndio maana mmoja amepata max 98, mwingine 56, mwingine ana 5, mwingine 0 kabisa, ile yai mpaka mwalimu anamchorea na yale masikio. Wote mnaijua hiyo inatolewa. Makosa ni ya mwalimu? Mafundisho ndio alikuwa mabaya? Au huyu wa 0 anasoma shule mbovu, mwingine ana shule nzuri? Si wako darasa moja? Hivi ndivyo ambavyo mambo yako katika hata hapa miongoni mwetu jinsi tunavyokuwa. Ndio maana nikasema ni kila mmoja ajichunguze. Huenda ni mimi, ni wewe, sijui. Ni kila mmoja angalie ndani ya nafsi yake. Ninapotoka hapa hivi, lile neno nimelisikia hapa au limeendelea kuwepo? Hata ninapokuwa pale kwenye lunch, hilo neno limo, ninakula na lipo. Ninaingia kule chumbani kwangu kupumzika, sijui na tafakari, lile neno lipo au nilibaki hapo kwenye hii kioo hii ndio mwisho hapo, haitaki kupita kule. Mfano wake ni katika hebu tuone
katika kifungu cha 14 na 15 hapo, sura hiyo hiyo ya Mathayo, baada tujaama kifungu cha 14 na 15, tusikie hapo. Kuna ukiona hali ya namna hiyo inatokea ndani yako, kuna mambo yako hapa ambayo yanakuwa yanakuhusu. Kristo anasema kwa watu wa namna hiyo, neno la nabii Isaya linatimia kwao, ambalo linasema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba. Kwa hiyo wao unamuona mtu mko naye darasani, lakini Kristo amesema anasikia, lakini hawezi kuelewa. Utachora ubaoni hapo, uweke na mifano, unaona mwanafunzi anakuangalia hivi, na hata wakati mwingine anatikisa na kichwa kama anaelewa unachokifanya, lakini kumbe haoni. Hiyo ni mbegu imeanguka kando ya njia, uondolewa na muovu. Haichukui muda yenyewe, ukitoka tu hapo haipo. Sasa tujiangalie, sije kawa ni mimi, asije kawa ni nani, ukakubali ukatoka hapa. Kwa kipindi chote cha siku 8 tuko hapa, alafu hakuna kichochote kimemea ndani yako, ni faida? Ni hasara kubwa sana. Umeacha shughuli zetu huko, biashara zinafanyaje, alafu unaondoka. Sasa ni kama umekosa vyote. Kule hakuna na hapa hakuna, bora ungebakia tu. Sasa somo letu linasema kwenye udongo upi. Tunaanza hapo kujitathmini, tunaanza hapo kujichunguza kila mmoja wetu. Tunaenda hatua nyingine ya pili. Hiyo hapo tulikuwa tunaangalia udongo wa karibu na njia, hapo imedondoka tu hapo zikaondoka. Sasa tunaangalia kwenye miamba, mbegu ile ile, mpanzi yule yule, kwa lengo lile lile, apande mbegu, imee, avune mavuno mema. Sasa kuna hii imeanguka hapo kwenye miamba. Maana yake na tafsiri yake ni nini? Tuangalie kifungu cha 20 na 21. 20 na 21, Kristo anatuambia hivi: naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Kwamba mafundisho ni mazuri sana, tumeyapokea, na kweli tuliposikia yakielezwa, hiyo ndiyo sauti ya Mungu, hivyo ndivyo maandiko yasemavyo, hivyo ndivyo pasavyo kuwa. Tunaondoka hapa, kirudi majumbani huko, ni kama tumeshiba kweli kweli na maneno ya Mungu. Tukumbuke huko tunaporudi, hatuendi kwenye sikukuu ya vibanda. Tunarudi sasa kwenye maisha ya ulimwengu, huko tunakoishi na walimwengu, kama Kristo alivyosema. Sisi hatukutuombea kwa Baba atuhamishe hapa, anatulinda tu, lakini tuko kwenye ulimwengu. Kuna sehemu ya familia zetu hawako hapa, jirani hawako hapa, watu wa shughuli za biashara hawako hapa, tunarudi kwao sasa. Haya, yale tumejifunza, ukifika kule, ukitaka sasa uyaweke sawa sawa na jinsi ambavyo ulijifunza hapa kwamba ukayaweke, inatokea pale. Utatoka hapa, utarudi nyumbani, kuna baadhi ya mambo yako utakuta yameharibika, pengine sio lazima. Tolea kwa mfano, kuna jambo utakuta haliko sawa,
Sasa kwenye akili yako ukiangalia, kwa nini hiki kitu changu kimeharibika, ni zile siku umepoteza ukiwa kwenye vibanda. Unasikia maudhi yanaanza moyoni, kumbe hata nisingeenda huko, kazi yangu hii isingeharibika, hiki kisingekuwa hivi. Udhia imeanza ndani ya moyo. Wakati mwingine tulitoa mfano hapa, hata shughuli za biashara. Sisemi kuna mtu anafanya hiyo biashara, ninatolea mfano. Huo mfano utaulinganisha na kazi yako ile yoyote unafanya. Nimesikia mnaita gorogoro huko, si mnakumbuka? Haya, umerudi kule unasema sasa mimi nataka kutumia vipimo halali kama Mungu alivyonifundisha kwenye sikukuu. Unaenda kukutana tena na wenzako kule, wanakuambia unatuharibia soko. Maana hawa wanapima hiyo omena na gorogoro ile ambao wanajua hii ndio ya kupimia ya kunyang'anya wateja. Wewe unapima na hii kubwa ambayo ni halali uliochukulia huko kwa walanguzi. Wateja wote sasa wanataka wahamie kwako, wakigundua ya kwako ni kubwa. Wale wafanyabiashara wenzako wote wanaanza vita na wewe. Utatuharibia biashara. Hatuendi hivyo. Unafanyaje? Hapo roho yako inaanza kuchafuliwa kwa namna hapa, ambayo itafanya uone ya kwamba haya mambo hayaendi hivyo, hayawezekani katika utendaji wa uhalisia. Ni vitu vya kusoma huko na vinabaki huko. Huu udhia una vipengele vingi sana. Kuna mambo mengi yatakukera. Wengine nadhani tuko hapa na wenzetu tunaoishi nao hawako hapa. Unaweza ukashangaa umefika kule, mtu akakwambia kauli moja tu, mpaka na wewe ukaona ni kama kweli hata hakuna kitu ulipata. Ni jambo dogo tu, lakini yeye akalitengeneza kwa namna anayojua na si ndio wewe ulikuwa umeenda kwenye makambi. Unazidiwa hata na mimi nilibaki hapa nyumbani. Sasa na wewe unaanza kuona mimi kwenda kote huko nimejifunza ile hasira na nini, ule umwili ukiingia hapo mnaanza kujibishana, roho inachafuka. Mnakwaruzana kiasi kwamba sasa hata ile furaha uliyokuwa nayo na yale uliyoyatoa hapa hayapo. Kesho makambi yamefika, ukitaka kuja shetani anaileta ile kumbukumbu, inarudi kichwani. Sasa huko hata ukienda ukirudi, mke wako au bwana yako, si ni bora hata ukakaa. Kuna namna nyingi, lakini tukumbuke tunapaswa kuyashinda hayo kwa namna yoyote, kwa kutumia haya maagizo ambayo tunajifunza ya Kristo kuwa nuru, kama tulivyoona katika masomo yote ambayo tumekuwa tukiangalia. Jambo ambalo Kristo ametuambia, na hilo ni hakika, na mtu yoyote anayetarajia kuishi maisha haya ya uchamungu bila udhia najidanganya. Kristo alituambia ameushinda ulimwengu, lakini ulimwenguni tunayo dhiki. Haiepukiki. Tunayo dhiki. Tuangalie Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 22. 14:22. Tusikie Paulo wakizunguka katika kuhubiri kwao ni jambo gani alilisema hapa na ambalo leo linasemwa kwetu. Anasema wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Kwa hiyo andika na utasoma kwa wakati mwingine Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12.
Hapo napo anaendelea kuhimiza kwamba mtu yoyote anayetaka kuishi maisha ya utakatifu lazima ataudhiwa. Sasa ni nini cha kufanya hapa? Usiruhusu udhia ukaliondoa lile neno ambalo limepandwa ndani yako kwa kipindi chote hiki likapotea bila sababu. Maana Kristo ametuambia hiyo ambayo inapandwa kwenye miamba nikikutana na udhia inaondoka. Na udhia haitakosekana. Kwa hiyo sisi tunapaswa sasa kustahimili hayo mabaya kwa kutumia hekima ya maandiko, kwa kutumia nguvu ya maombi, kwa kutumia uvumilivu na ustahimilivu, vyote ambavyo tumejifunza ili tuweze kupita katika kipengele hicho. Kumbuka tunaangalia moyo umekaa katika mazingira yake. Kama hakuna kina cha kwa nini unamwabudu Mungu, kwa nini umegundua kile ambacho tumeona kilikuwa tangu mwanzo, basi udhia utakapokutana nazo zitaliondoa neno. Hapo tumeangazia kwenye miamba. Basi kuna hizi zingine tunaambiwa zimeanguka kwenye miba. Ni hali ya namna gani? Tunarudi kwenye Mathayo sura ya 13 Mathayo 13 ndio sura yetu kuu, mstari wa 22. Tafsiri yake Kristo anatuambia, naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Hapa tumesikia mengi, tumejifunza mengi, tena ni mazuri tu. Tumeona ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Tukaona hizo nguvu ni za aina gani, kuna mambo yanatakiwa yafanywe ya ziada. Wakati fulani Kristo ametukumbusha akisema, haki yetu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hatutakaa tuone ufalme wa Mungu. Mafarisayo walikuwa wanafanya nini? Ukichunguza utakuta ni watu walitoa zaka na sadaka. Ukiona yule aliyeenda hekaluni kusali alikuwa yule maskini na yule Farisayo, utaona baadhi ya sifa za Mafarisayo pale. Alikuwa ni watu ambao kwa mfano yule anasema anafunga mara 2 kwa wiki. Kwa ufupi ni kwamba ni watu wenye jitihada katika neno la Mungu. Yapo baadhi ya mambo tu yaliwapelea, kama ambavyo tumejifunza kwamba walichukua ile namna ya umwili na kuionyesha. Lakini anachokizungumzia Kristo akitolea mfano kwamba tusipozidi hapo ni kwamba ile jitihada waliokuwa nayo lazima tufanye zaidi ya hapo. Ndio maana utaona hata akiwalalamikia pale hakusema kwamba sasa sisi tusitoe zaka. Alisema hayo lazima tuyafanye, lakini zaidi ya hayo lazima yanahitajika. Kwa hiyo sasa hapa maandiko yanatuambia shughuli za ulimwengu zinatusonga, alafu hilo neno linakuwa halizai. Tunabaki pale pale kwenye desturi tuliyoona. Ninaamka asubuhi na kimbizana hapa na kusali haraka haraka ili niende kwenye shughuli yangu. Hiyo ni sala ya kwanza. Nyingine nitakutana nayo saa ngapi? Muda wa chai. Bariki hicho tumepata. Sala ya pili. Nyingine saa ngapi tena? Chakula cha mchana. Baada ya hapo nimetoka kwenye shughuli, nataka kulala, nimechoka. Na hasa hiyo mara nyingi na yenyewe bora na ya asubuhi kidogo, japo zinaziachani sana, zote zina mchaka. Lakini hii ya kuchoka na yenyewe, unajua kuna wakati unaweza ukachoka na shughuli, hata umekaa kwenye kiti hivyo unaweza kula, ujikuta hata umesinzia ujanao. Sasa huyu mtu una uwezo kweli wa kupangilia haja yako ya kiroho, maombi mbele za Mungu katika hali fulani ya utulivu?
kama umeshindwa kunawa uamke hapo utazungumza nini kabisa ile ya sasa umerudi kwa baba umweleze yale maisha. Kwa utajikuta kwamba hizi shughuli tusipojua namna gani kwamba nini kianze nini kifuate, zinatutatiza na zitakuwa ni mtego na neno halizai. Kujua unalijua, lakini kwa sababu alipo sasa kwenye huo utekelezaji wa kulitenda hakuna matokeo. Mfano wake ni nini? Kristo akatuambia mahala kwingine katika kitabu cha Luka, hiyo Mathayo ibaki tu hapo karibu, tutatembea tembea hapo bado kidogo. Luka sura ya 16, Luka 16 mstari wa 13. Luka 16 mstari wa 13. Kristo anatuambia hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kristo anamaanisha nini hapa? Sisi tuliotoka hapa leo ndio sasa shughuli za kutafuta mali ni marufuku? Hapana. Kristo huyo ametuambia asiyefanya kazi asile, na ametuambia siku 6 tufanye kazi, na tutende kazi kwa mikono yetu na yeye ataibarikia. Lakini anachomaanisha huo utafutaji tunaoutafuta sisi kwa ajili ya kupata mahitaji na riziki ya mwili sio kipaumbele namba moja. Kipaumbele maadamu tunapumua, tunaishi juu ya uso wa nchi, kumekucha, asubuhi Mungu ametuamsha, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Kwa hivyo hata katika kutafuta kwetu mali, kufanya kwetu biashara, kufanya kwetu kilimo, shughuli yoyote ile tunayofanya kwa ajili ya kipato, cha kwanza ni Mungu. Hiyo shughuli utaifanyaje? Kwa maelekezo ya Mungu. Hiyo biashara utaifanyaje? Kwa maelekezo ya Mungu. Kama inakiuka, inapingana na utaratibu Mungu amekufundisha, hiyo biashara hapana, acha ikae. Biashara yoyote, kazi yoyote ambayo sasa inakutoa kwenye maagizo ya kile ambacho wewe unajua unaishi kwenye ulimwengu kwa ajili ya ufalme, hiyo hatufanyi. Na tuliona hapa ndugu yetu ametufundisha hapo, tukaona hakuna mahala utawahi kuacha mambo ambayo yanakuzuia katika kile Kristo anafanya alafu ukakosa yale mahitaji. Nitakumbuka jana wakati tukigusia hapa kidogo kuhusu dada yetu alikuwa aondoke, akatukumbusha sote, alieleza hilo. Na sio maneno yake wala mawazo yake. Kristo ametueleza kwamba mtu akitaka kunifuata sijui ajikane, aache na nini, kama tulivyosoma. Mahala fulani wanafunzi wakamuuliza, na Petro anasema, sisi tumeacha vyote tumekufuata, tutapata nini? Kristo aliwajibu, akasema kwanza una huo uzima wa milele. Lakini hata katika maisha haya tunayoishi sasa hivi, amesema tutapata kila kitu, na yeye ameongeza pale, anasema tutazidishiwa mara 100. Mara 100. Sasa kinachokosekana hapa sio kwamba hatujui Kristo amesema atafanya nini. Kinachokosekana hapa ni imani. Sisi shida yetu kubwa ni imani. Na kuna mambo ambayo huwezi kuyashuhudia pasipokuwa na imani. Haya maandiko ya kwenye Biblia bila imani yanakuwa ni maandishi tu yako kwenye karatasi ya kawaida. Lakini imani yakawekwa ndani ya moyo, hayo maandiko, Kristo alisema hayo maneno ni roho, yana nguvu ya ajabu hujawahi kuona. Yanatendeka na yanatimia pale yanapowekwa kwenye utekelezaji ndani ya nia na mawazo ya moyo. Ukiamini unakuwa. Sasa haya, mkubwa wangu wa kazi ameniwekea kikwazo,
na mimi nimeacha hiyo shughuli, sasa ndo nitakaa sina kazi? Kristo amesema mara 100, anaongopa? Kristo haongopi. Ni wewe uoni kile atafanya wakati huo, lakini utaona atakapofanya, ukiamini kwamba yeye atafanya. Shida wewe nakuja, tunataka atuonyeshe, yaani unasafiri, unataka Kristo akupe picha nzima mpaka mwisho. Sasa uikague, ukiona hii na nakubaliana nayo, basi uanze hiyo safari. Imani haiko hivyo, kwamba akikwambia hata ukifukuzwa huko au hata hiyo ikiharibika nitakupa nyingine, umwambie nionyeshe kwanza, tena ikiwezekana unipe kwanza nikae nayo ndio tuelewane. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana. Wewe amini, alafu itakuwa. Mara nyingi tunafeli hapo, na ndio maana tunajikuta shughuli za ulimwengu zinatusonga mpaka neno linakuwa ni zaidi. Imani na Kristo akatulilia akasema, atakaporudi mwana wa Adamu, imani ataikuta duniani. Na aongelee ulimwengu, walio wake, anatuuliza atakuta hiyo imani? Hapo ndipo tunapofeli, na tunatakiwa sasa tusifeli. Lazima tujenge imani, na ndio itakayotuwezesha haya mambo kuwa yafanyike kama ni maisha halisi ndani yetu. Tusikubali shughuli za ulimwengu zikatusonga ikawa kiasi neno la Mungu halina nafasi ya kuzaa ndani yetu. Penye miiba, shughuli za dunia. Ahadi za Mungu ni za kweli, tukiamini itafanyika. Niendelee kuwasihi ndugu zangu, tujitahidi sana ili tuweze kukua. Hiyo mbegu aliyoipanda Kristo, kumbuka, sio kwamba hizo zingine zimeanguka kwenye miiba hapo ana haja nazo. Kristo anapopanda anapanda kwamba zote zipate kuleta matunda. Lakini sasa zimeanguka wapi? Hiyo ni juu ya kila roho kuona thamani ya hiyo mbegu imepandwa ndani yake, uifanyeje ili uvune matunda yake. Tuangalie sasa hii nyingine, inasemekana imeanguka penye udongo mzuri. Hii mbegu imeanguka penye udongo mzuri katika kifungu cha 23 katika hiyo Mathayo 13 tuliyokuwa tukisoma. Mathayo 13 pale na kifungu chake cha 23. Mathayo 13:23. Hapo anasema, naye aliyepandwa kwenye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kulielewa. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Aliyepanda kwenye udongo mzuri anasikia neno, analielewa, alafu matokeo yake linazaa matunda. Tena tunaona katika kiwango ambacho ni kikubwa, makundi. Matunda gani sasa ambayo hili neno litazaa ndani ya hiyo roho ambayo tunaifananisha hapa na udongo ulio mzuri? Baada ya kuwa hiyo mbegu imeota pale, ikakuta udongo mzuri, kwa maana ya moyo ulio tayari, umepokea kwa furaha, umeelewa. Matunda gani sasa yatakayozaliwa hapo, ambayo tunaambiwa yana mwingine 100, mwingine 60, mwingine 30? Ni matunda ya aina gani sasa? Wagalatia sura ya 5 Wagalatia 5 mstari wa 22 mpaka 23. Anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hayo ni matunda
na mengineyo mengi yanayofanana na hayo. Ndio matunda yale ambayo Kristo anasema hiyo mbegu inazaa matunda hayo kwenye huo udongo ambao ni udongo mzuri. Maana yake ni kwamba kama tutakuwa tumeelewa yale tumejifunza hapa, tumeyaweka katika mioyo yetu, tumeyaweka katika utekelezaji. Tulisema kwamba mwanadamu anaishi kile ufahamu wake ulivyo, si ndio? Kile unachokifahamu ndicho unachokinena, ndicho unachokitenda, ndicho unachokifanya. Haya mafundisho yakikaa yakawa hekima na akili na ufahamu wetu kama tulivyokwisha kujifunza, hayo mambo tumeyaona hapo yatakuja yenyewe bila kulazimishwa ama kutafutwa sijui kutoka wapi. Tutakuwa watu wenye upendo, tutakuwa watu wenye furaha, tutakuwa watu wa amani muda wote, tutakuwa watu watulivu, wema katika jamii, watu wapole na wenye kiasi na mambo mengine kama hayo. Sasa haya ni mambo ambayo sio mimi niyazungumze tu kwa mdomo wangu kwamba ati kuna matunda ya Roho ndani yangu. Nikikwambia na hapo nitakuwa najidanganya mimi mwenyewe. Ukiniambia wewe, utakuwa unajidanganya wewe mwenyewe. Ni vitu vinakuwa ni moja kwa moja vikifanyika, hiyo furaha itaonekana ndani yako. Huo upendo ni vitendo. Kunaga upendo wa maneno na ni vitendo. Kwa namna gani? Ndio tuliona amri za Mungu zikifundisha yale ambayo ukiyafanya yanaitwa ni umempenda Bwana Mungu wako, yale ambayo ukiyafanya umempenda mwanadamu mwenzako. Ni vitu viko kwenye vitendo. Ndio maana mahala fulani Yakobo anatuambia ukimwambia mtu sasa, haya nieleze wewe imani yako, afu bila vitendo unamwambia tu mimi namwamini Kristo Yesu ni Bwana na nini, hiyo inatosha. Anasema hata mashetani wanaamini tena na kutetemeka. Lakini anasema lazima tuonyeshe sasa hiyo imani katika Kristo kwa vitendo, kwamba huyo Kristo unayesema haya, Kristo anafundisha 1 2 3, uishi hayo maisha ndio ionekane kwamba unamwamini Kristo. Penye udongo mzuri, moyo ulio tayari, moyo uliopondeka, roho ya nyama yenye kusikiza, yenye kushika, yenye kutii na kufuata maagizo na maelekezo ya Kristo, matunda ya Roho yataonekana ndani yake yenyewe kirahisi, moja kwa moja, na itakuwa ni dhihirisho ya kwamba hiyo mbegu imeanguka kwenye udongo mzuri na kuzaa matunda sawa na Kristo anavyotaka. Basi ndugu zangu, tunapoelekea mwisho hapa, baada ya hayo sasa, kuna jambo moja ambalo Mungu ametuahidi, alafu akatuachia lingine moja tufanye wenyewe. Baada ya kuwa tumemwamini Mungu katika mambo yote, Mungu ameahidi ulinzi wetu kwa 100%. Kutulinda dhidi ya wezi, dhidi ya majanga, dhidi ya wanadamu wenye nia na makusudi mabaya dhidi yetu, dhidi ya magonjwa na vitu gani, yani kila namna ya chochote kinaweza kikadhuru miili yetu na hata shughuli zetu na nini. Mungu ameahidi ulinzi wa pekee kwa wote wanaomtumaini, na wala adanganyi, na hilo ni hakika. Yapo maandiko mengi ambayo tutaenda sana huko, lakini moja naomba mliandike, mtalisoma kwa wakati. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 na mstari wa 1 mpaka wa 14. Hapo utaona Mungu akitoa anatoa ahadi ya baraka na ulinzi katika kila jambo linalogusa mahitaji muhimu ya maisha yetu. Sijui chakula, sijui mifugo yako, sijui ulinzi na usalama. Kwingineko katika Zaburi unasikia na mahala kwingi ameahidi utalala, hakuna mtu atakutia hofu na kadhalika. Mungu ametuhakikishia ulinzi wa yote tulio nayo, na hilo hatuna shaka nalo. Lakini pia ni ulinzi uliohakikishwa pale tunapokuwa tumesimama kwa kumwamini na kumtegemea. Lakini sasa la mwisho ambalo nataka tumalize nalo somo letu kwa wakati huu, kuna kitu kimoja Mungu amebakiza ambacho yeye anatoa usaidizi wa kukupa tu maelekezo ufanye, lakini yeye anakuachia hiyo kazi. Jukumu la kulinda moyo wako ni jukumu lako binafsi.
hilo Mungu amemwachia kila mtu hapa alipo, kwamba hilo ni jukumu lako. Yes, amekulinda, amekupa chakula, amekulinda na dhoruba zote za ulimwengu. Mungu hatazuia roho yako isiingiliwe na shetani, wala Mungu hatazuia majirani na marafiki na watu na jamii nzima wasikugonge gonge, wakuudhi, wakuchokozi. Hatazuia. Kwa maana ya kuchokonoa roho yako hapo, Mungu hazuii hiyo. Maana kama tulivyokwisha kuona, tulijifunza tukaona kwa nini shetani aliendelea kubaki duniani. Ni mtihani huko pale, na huo mtihani wakati mwingine haji tu shetani kama shetani yule kiumbe wa malaika tuliona kupitia, wakati mwingine kwa wanadamu tuliona kwamba wanajigeuza, na hata na watumishi wake wajifanye malaika wa nuru. Ana mbinu nyingi ambazo anakuja nazo kwetu. Mithali sura ya 4 mstari wa 23 tunapewa maagizo hayo. Sasa Mithali sura ya 4 na mstari wake wa 23 tunaambiwa, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo,